Ndiyo mkuu. Na kijana nahitaji auawe haraka sana. Sawa? Ndiyo mkuu. Una mambo yake na vitu kibao. Ganga, afadhali tumekukuta. Hii ujio ni kwa sababu yako. Mganga rafiki yangu, unamwona yule binti pale? Ndio namuona. Nakuomba sana ndugu yako, unifichie naye, maana anatafutwa sana hapa kijijini. Na sitaki mtu yeyote kabisa apate kujua kama yuko hapa kwako. Nimeona unaelewa. Sawa, anafika nyumbani. Sawa sawa. Okay. Wacha. Naomba nikuache kidogo. Asante. Wacha. Kwanduluke. Kwa beba. Mzee, tunahitaji binti ambaye yuko hapa kwako. Hapa kwangu hakuna binti. Mzee, tupe ruhusa tutazame ndani ya nyumba yako. Wacha. Hapa kwangu hayupo. Mzee, unataka tufosi? Naona unaanza nipanda kichwani. Tambua kitu kimoja, nisije nikakufanya kitu kibaya. Hebu kama unataka nikugeuze mbuzi, subutu kufanya hicho ambacho unapenda kufanya. Mwanangu, najua siku ya leo inakuwa siku ya 4 sasa. Unabaki siku moja tu uende kwenye pambano. Sasa mimi kama baba nimeamua nitoe kabisa baraka zangu kwako, kwa maana nina tumaini kubwa na wewe. Mwanangu, usije ukaniangusha. Nataka pambano hii uwe mshindi wewe. Baraka za miungu na iweka mikononi mwako. Nikikubariki kabisa, miungu ya Kwanduluke iwe pamoja na wewe. Nadhani umenielewa. Baba, natumaini kwa hicho ambacho mmefanya hapa na acha nikupe uhakikisho kwa pambano hili mimi nitaishi. Maana unajua mimi ni shujaa wa kijiji. Mimi ndio tembo wa kijiji. Mimi ndio simba babani. Pambano hili nitalishinda 100%, maana yule ni mtoto mdogo sana. Nakuamini mwana. Najua utafanya kazi vizuri. Asante sana. Kwanduluke. Kwanduluke. Naamini ile siku ambayo tulikuwa nalisubiri limefika sasa, na kumpata mshindi wa kijiji. Washabiki wa Heradi wapo Mbambana na washabiki wa Tembo wapo Mbambana hivyo hivyo.
Leo ni siku ambayo tutampata mfalme atakayebaki katika hiki kijiji. Kama mnamwona mfalme hajasema hapa, ni kwa sababu wanaumwa sana tena sana. Eradi, na kuamini kijana wangu. Tembo, na kuamini vile vile kijana wangu. Naamini utapambana kwa sababu ya kubaki na madaraka ya mzee wako. Eradi, naamini utapambana kwa sababu ya kutetea nyumba yenu ili upate ukoo wa ufalme, si ndio? Eradi kijana wangu. Tembo kijana wangu. Usimuonee Eradi huruma eti kisa ni mwana kijiji. Maana hili pambano linahitajika umoja afariki. Eradi vile vile. Usimuonee Tembo huruma eti kisa ni mwana wa mfalme. Hapana. Tunataka kumpata shujaa umoja ambaye atakuwa ni simba wa hapa msituni kwetu, si ndio? Wanduruse Wanduruse. Na imani kila umoja anakuja kwa shabiki ya mtu wake, na vile vile kila umoja atamshabikia yule ambaye alitoka naye nyumbani. Sitaki unafiki. Pambano litaenda kama gisi tulivyolipanga, na imani mnakumbuka gisi gani tulivyolipanga, si ndio? Wanduruse. Pambano limeanza. Eradi mwanangu, unajua dunia ina vitu vingi mwanangu. Yawezekana kuwa yule ni kaka yako. Punguza hasira mwanangu. Sawa mama, mimi nasikia. Ila kwa uchafu na unyama ambao ananitendea mimi, siamini kwamba yule anaweza akawa ndugu yangu. Itabidi nionane na mshauri wa kijiji, maana yeye ndo anajua ukweli, aniambie kwa kina zaidi. Sawa mwanangu, haina shida yoyote. Eradi, mwanamfalme, na imani saizi mioyoni mwenu mnajiuliza kwa nini nawakutanisha tena. Maana leo ni mara ya pili na kukutanisha na mdogo wako. Eradi mwanangu, ningekuomba upunguze jazba ya hasira ambayo unayo saizi na kufuata kile ambacho nitachokiongea mimi. Nawaza unanielewa. Sikia mshauri. Hapa nakutanisha mtu na ndugu yake, kaka na mdogo, pacha na pacha mwenzake. Eradi, kitu kimoja ambacho nitakuomba saa hizi ni kuungana na ndugu yako na kujua madaraka ya baba yenu mnaelamisha vipi. Singewataka niwaone kila mara ugomvi mwanamfalme. Najua hicho kitu umekielewa na nikwambia nake toka siku ambazo zimepita. Nimekufosi sana. Lakini leo sitaki kitoke kwa kufosiwa. Nataka kitoke kwa moyo wenu wote wawili. Muungane, mpatane. Eradi mwanangu, huyu ni kaka yako. Mwanamfalme mwanangu, huyu ni mdogo wako. Tena wa damu kabisa.
Mshauri. Unajua ni watu wachache sana wenye moyo kama wako. Hata nikusifu kwa kuwa wewe ni mtu ambaye unauelewa sana. Sitokulaumu kuwa siri hii sijui umeiweka muda mwingi sana moyoni mwako. Lakini wenda miungu ya Kwanduluke ndio umekuonesha leo wewe tuambie siri hii. Nilikuwa nakuomba kitu kimoja mshauri. Kwa kuwa unasisitiza kuwa Iradi mimi ni ndugu yangu, na siku ya 5 inakaribia, maana ndio itakuwa siku ya pambano. Iradi, nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Maana huu ufalme kama gisi mshauri alivyotuambia kuwa ni ufalme wetu sisi. Huu mfalme aliyoko madarakani sio baba yetu sisi. Nilikuwa na wazo hapo ndugu wangu. Kwa kuwa turudishe heshima ya ufalme wetu. Kwa kuwa tuoneshe umati wa wanakijiji kuwa sisi ndo bingwa, sisi ndo wana wa kifalme. Nilikuwa nahitaji kitu kimoja kutoka kwako, pia kwa mshauri. Kipindi ambacho sisi wawili tutaingia ulingoni kupambana, nilikuwa nahitaji sana tumzuge mfalme kuwa huku tunapambana. Mwisho wa siku tutafute mbinu fulani ya kumuua mfalme pale katika sehemu ambako tunakuwa tunapambana. Tukifanya hivyo, moyo wangu utatulia sana. Moyo wangu utaona kuwa nimekutana na ndugu yangu na tumefanya jambo nzuri sana. Na natumaini wanakijiji wataamini yale ambayo tutakayofanya. Ila sihitaji siri hii uambie mtu mwingine yote. Kuwa mimi ni ndugu yako. Kuwa huu mpango ambao nimeutoa kuwa siku ambayo tutakuja kupambana ndio siku ambayo tutajaribu kumuua huyu katili ambaye alianza kunivika mimi roho ya kinyama. Utamsamehe sana mdogo wangu kwa ile yote ambayo nimekufanyia. Sawa. Shauri mimi nimesikia na nimeelewa vya kutosha. Mimi kitu ambacho kinaniuma ni kitu kimoja tu, kwamba hii siri ilibaki kuwa siri bila mimi kugundua kwamba pacha wangu yuko hai. Na nikijumuisha na ukatili ambao ulipita hapa nyuma, sikuamini kuwa kama anaweza akawa ndugu yangu. Lakini nimekuja kugundua kwamba damu ni nzito kuliko maji. Na niliamini tu pale nilipoona zile ringi. Maana zile ambaye alitupatia sisi alikuwa ni baba yetu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba nashukuru kukutana na pacha mwenzangu. Na lazima tuoneshe wanakijiji wote kwamba sisi ndo tunastahili kuongoza huu ufalme. Najua amekufundisha vingi ambavyo mwanadamu hastahili. Lakini lazima tushikane. Tupambane na siri hii ijulikane baada ya sisi kuumiliki huu ufalme. Naweza sitomwambia mtu yoyote mpaka siku ya 5 ifikie. Nadhani mshauri unasikia. Nawaelewa. Naelewa gesi gani nawauma. Lakini naomba iwe siri kama siri. Mpaka siku ile ambapo mtapata haki yenu. Na imani na mtaipata. Acha niwaombe kwanza tuachane saa hizi. Na kila mtu afanye shughuli zake. Maana sitaki hii siri igundulike kabla ya siku ya 5. Sawa mshauri. Tutazuga wote. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakufa kisa utawala, watu kuuana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Asante sana kwa ujio wenu. Na mimi nashukuru sana kuitika hii wito. Na imani kila mtu anajiuliza kivipi maadui wawili wamepatana, si ndio?
na ni nani kati yao nani atakuwa mfalme, si ndio? Lakini kabla sijasema haya yote, nitamkaribisha mzee wa kijiji wa Msela. Pia nitamkaribisha mganga na mtu muhimu sana tena sana kabisa ni Mama Iradi. Mama kaka. Nawaza kila mmoja anajiuliza kwa nini Mama Iradi yuko hapa mbele. Lakini acha niwapatie majibu na maswali yenu. Iradi na Tembo ni mkubwa na mdogo wa damu kabisa. Na mama yao mzazi ni huyu mama aliyekuwa hapa, Bi Mjane Ridhiki. Acha niwape story kidogo fupi ya hapo nyuma. Iradi na Tembo walikuwa ni mapacha. Na walipozaliwa tulijiamua kufunika mtoto mmoja kwa sababu ilikuwa kanuni ya desturi ya hapa kijijini, wakizaliwa mapacha lazima umoja aende kwa mizimu. Lakini sisi hatukutaka kumbeba. Na hapo mfalme alikuwa bado yupo na mama yake hakuwa kabisa anajua chochote. Tuliamua kumficha. Na nembo zao ambazo zilitufanya sisi tujue huyu yuko wapi na huyu yuko wapi, mkiangalia kwenye viganja vyao kabisa vya mkono wa kushoto, wote wanazivaa zile nembo. Na hizo ndizo zilikuwa sababu tosha ya sisi kuwakutanisha tena hapa. Waduluse, waduluke, wabeba. Na imani kila mmoja ameshuhudia pambano. Na kila mmoja anajiuliza katika hili pambano nani atabeba huyu uskani wa mfalme. Lakini uskani wa mfalme utaenda kwa mtoto mdogo, na mtoto mdogo ni Iraji. Iraji, ndio mshauri. Wewe leo kama mila na desturi ya kijiji chetu kisi nilivyosema, wewe ndio unabeba sehemu ya baba yako. Maana kama baba yako alichukua udogo na akakuwa mfalme, baba yako mkubwa akamuua. Na imani kwa Tembo amelidhia mwenyewe, sio kama wa zamani, lakini yeye amelidhia peke yake na hataki ugomvi. Desturi yetu ya kijiji inasema mtoto mdogo ndio anastahili kuchukua uskani wa ufalme, na wewe ndio unachukua ule uskani wa ufalme. Ningekuomba upite pale mbele. Tembo apite mbele. Iraji ukapiga magoti. Mzee wa kijiji asogee. Mganga wa kijiji asogee. Vile vile mama asogee. Haya majukumu naachia wazee wawili. Wacha. Wacha. Miungu ya Kwanduluke, tumechugua Iradi kuwa mfalme wa kijiji hiki. Kwa hiyo muwe naye bega kwa bega kama jinsi mlivyokuwa na babake na mkawa na babake mkubwa, na hivyo mumpe sapoti mtoto huu. Tunamtia mikononi mwako. Wacha. Kwanduluke, wabeba. Kwanduluke, wabeba. Sishangai sana ndugu wangu, maana jambo hili nimeridhia, na ndo mila na desturi ya kijiji chetu inasema. Kuanzia sasa huyu haitwi Iradi tena, huyu ndo mfalme wetu wa kijiji chetu. Kwanduluke, wabeba. Kwanduluke, wabeba. Kwanduluke, wabeba. Kwanduluke, wabeba. Basi acha niwapatie muda wa kufanya makazi, maana jioni tutakuwa na sherehe na mfalme mpya Iradi. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakufa kisa utawala, watu kuuana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Una nini we? Una nini we? Una nini we? Una nini we? Pale ninapoishi kila siku ni ugomvi tu.
Utawala una mambo yake na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakufa kisa utawala, watu kuwana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Una nini we? Una nini we? Kaka Kame, sema neno moja jua filamu. Na kweli filamu imagine kali, lakini wasanii wote wabovu sana. Imagine sinema kali. Plus sinema kali, lakini kila na hii tutaiposti, tutaviona kwa sinema tutafanya. Neno moja kwa ajili ya filamu. Mtu muue kwanza washina njala. Awaipiga kwa watu wanakufa kisa utawala, watu kuwana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Una nini we? Una nini we? Mwangaza huko waone wale. Ladies to German, sisi ni kundi la Big Talent of Utawala una mambo yake na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Mimi hapa nahusika na watu wanakufa kisa utawala, watu kuwana kisa utawala, watu watesana kisa utawala, watu kukufa kisa utawala. Una nini we? Una nini we? Una nini we?